Tukisoma Ufunuo mlango wa 19 na ule mstari wake wa 13, unasema, naye amevikwa vazi lililochovywa katika damu, na jina lake aliitwa Neno la Mungu. Nani huyo aliyeitwa Neno la Mungu? Ni Yesu Kristo, kwa maana yeye ndiye anayesema hapo mwanzo alikuweko neno, naye neno alikuwako kwa Mungu. Katika pale Yohana mlango wa 1 na mstari wa 1 ndivyo inavyokuja kutambulisha kuwa naye neno alikuwa ndiye Mungu. Wapenzi watazamaji wangu, naomba tuelewane jambo hili ya kuwa haya yote yaliyoko, yanayotembea, yanayosikiwa, lishikeni neno la Mungu, kwa maana hilo neno ni hai na hilo neno halitopita. Niseme kwamba tunakuta injili ziko za aina nyingi zinahubiriwa. Ni kweli zipo, na ni injili zinafanya kazi, na ni injili zinasaidia, ndiyo. Lakini nataka niwaambie kitu kimoja, ya kuwa neno la Mungu pekee ndiyo li hai. Mafuta ya upako yatapita, maji ya upako yatapita, maji ya baraka yatapita, kila kitu kitapita, leso za upako zitapita, hata mimi mnayeniona bado nitapita, lakini neno la Mungu pekee haliwezi likapita, kwa maana neno la Mungu li hai, tena neno la Mungu lina nguvu. Kuna vitu vingi watu vinatusumbua kwenye maisha yetu, ni kwa sababu tu hatujui neno la Mungu. Tunatembea bila neno la Mungu. Ukimuuliza mtu ameokoka saizi, matatizo yamemkabili, anaanza kukimbilia kwenda kuombewa. Unakwenda kuombewa kwa sababu huna neno la Mungu ndani yako. Ungalikuwa na neno la Mungu ndani yako, usingekimbilia kuombewa. Ungejua ya kuwa nimeahidiwa kuomba mimi mwenyewe. Ungejua hiyo ya kuwa nimeahidiwa nikiomba Mungu ananisikia. Labda niseme kitu kimoja, watu wengi wanashindwa kuomba kwa sababu hawako ndani ya neno la Mungu. Yesu anasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, na maneno yangu yakae kwa wingi ndani yenu. Hapo ndipo ombeni lolote na mtatendewa. Sikieni kitu kimoja, anayeahidi hivi ni hakika na ni mwaminifu. Yaani yeye wala hakosei jambo lolote. Yeye akiahidi, ameahidi,